Basi mwenzangu, ndio nimaliza kazi na rudi nyumbani na wakuta katika mazingira ambayo itatanishi sana. Nikatazama nikasema, hao si ni watoto wa rafiki yetu hao? Vipi huku barabarani namna hii? Nikaona inabidi niwachukue. Na nilipowachukua sikuweza kuwahoji pale, kuwachukua maelezo kwa nini barabarani. Na ilionekana ni kama vile wanatafuta chakula cha kula. Sielewi ni eti wanangu. Baba yuko wapi? Hatujui. Lakini nakumbuka alikuja alichukuliwa na polisi nyumbani. Mama kesho yake asubuhi akaondoka akawa anakaa. Alichukuliwa na polisi nyumbani. Na ni kweli, unajua mimi toka sijaona na Shirofu. Inaweza kuwa miezi miwili na kitu hivi ninavyokumbuka kama niko sawa. Na kumbe anashikiliwa na polisi. Kwa hiyo itakuwa anashikiliwa na polisi. Au tukamwangalie polisi. Hapana, baba na mama wanaondoka, tunaishi na mama mdogo na baba mdogo, lakini nyumbani tunaishi kwa mateso. Maskini, pole. Kwa pale sasa mlikuwa mnatafuta chakula cha kuweza kula. Na ikifika giza limeingia kulala, mnalala popote sasa tu. Hivi Mungu, ushajaribu kumpigia baba simu hivi? Toto hawa taifa kesho, walezi wetu. Hapatikani. Simu yake inaonekana kuwa haitumiki, mizimu. Basi nafikiri kama wazazi na kama yeye Shirofu rafiki yetu, au tutabidi tuwasaidie. Unaonaje? Tuwasaidie, afu ukizingatia Ania ni mtoto wa kike alafu na mdogo. Kuzurula huko mitaani sio vizuri. Na yakuwa sisi tupo. Tuwasaidie kwanza, alafu mengine tutazungumza baadaye. Sawa. Fanya basi. Hamko nyumbani sasa mwe na amani watoto wazuri sawa.